Karibu Oliva, unajua. Nikasema ngoja nimwite Oliva tuje tupige story bana, nilikuwa nimeweka sana. Unajua tena Oliva. Nikasema ngoja nikupigie. Uje tufly kidogo. Pia uje uone na nyumbani kwangu. Maana huaga na boeka na kuaga peke yangu. Karibu unywe chai na mandazi haya sana. Oliva bwana, kula unanionea aibu. Unacheza na besa haya. Madini. Moyo. Kanajifanya kajanja, sio? Sasa subiri. Na kasaula nguo zote, yani mbele na nyuma, mpaka nipate. Madini atakuwa ameka wapi? Ini kumvua kote vile nguo sijayaona. Atakuwa ameacha nyumbani Sasa kama ameacha nyumbani, basi nitapata tu. Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakunithamini. Katiti, wewe ndo mpenzi wangu nilokuchagua. Yaani wewe ndo mlinzi wa maisha yangu. Yaani mlinzi wa moyo wangu. Yaani maisha yangu yote yapo kwako. Yaani sitamani hata uende mbali mpenzi wangu. Wala sitegemei hata siku moja ukaniacha. Utaumia sana Katiti. Penzi letu ndo kwanza jipya. Kwa kulilinda ni mimi na wewe. Naomba tulinde penzi letu. Lisingie na doa hata kidogo. Nakupenda sana. Sofia. 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 Tulia. Sofia. Tulia. Sofia. Sofia ndo nani? Na kwa nini anamtaja kila wakati? Anajifanya mjanja. Sasa basi, nitahakikisha nayachukua madini lazima na sio ombi. Hapa ndo mjini na mimi ndo kontawa hiki kitaa. Umeamka? Vipi, unajisikiaje? Mbona niko hapa? Kwani nini kimenikuta? Amina. Upokuwa unakunywa chai.
Ukaanza kujisikia kizunguzungu. Mwisho ukazimia, ndio nikakuleta hapa. Sasa kama ni hivyo, kwa nini hujanipeleka hospitali na ukaamua kunileta huku ndani? Unajua ulikuwa hujazidiwa sana. Ndio nikasema nikupepe nikulete upumzike. Sawa. Nashukuru kwa msaada wako. Mimi naomba niende nyumbani. Kwa nini usipumzike kwanza? Maana huko nje jua kali sana. Hapana. Nadhani dada atakuwa ananisubiri sana kwa sababu aliniambia nisichelewe. Na nikiangalia hivi nahisi kama nimetumia muda mrefu sana kuwa hapa. Sawa, kamsalimie. Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakulithamini. Yani iwe isiwe, lazima niyapatie madini. Isa anafanya mjanja. Hapa ndo udaa. Sasa lazima apokelewe na jiji na watu kama sisi. Na hasa ukimpata yule umpendaye, mapenzi ya kweli ni tiba ya moyo. Yaani unajua nini rafiki yangu? Yaani mimi mpaka sasa hivi simuelewi kabisa rafiki yako. Kwa sababu vile alivyonipigia simu na kaniambia niende nyumbani kwake. Nilipofika nilikuta ameniandalia chai. Na hiyo chai tulikunywa vizuri tu wote kwa pamoja. Lakini baada ya kunywa ile chai mimi nilihisi usingizi mzito sana. Nimekuja kuzinduka nipo kitandani kwake. Sasa mimi nashindwa kuelewa ni kitu gani kilichonikuta baada ya kunywa ile chai. Pole yangu. Samahani sana dada. Bila samahani. Mimi leo kwenye picha zangu kuna mkaka nimemuokota. Lakini alikuwa ni mtu kama vile amepigwa hivi. Hakuwa kwenye hali nzuri. Ikabidi nimbebe niende naye pale nyumbani. Nikampatia huduma ya kwanza, nikamkanda. Lakini kipindi nampatia huduma ya kwanza, kuna jina alikuwa analitamka mara kwa mara. Sofia. Ikabidi nichukue simu yake. Nikasearch, nikalikutana na jina Sofia. Ndio nikakupigia. Na wewe bahati nzuri ukanielekeza hapa mahali ulipo, ndio mara nikafika. Ili niongee na wewe. Dadangu, nilikuwa nakuomba kitu kimoja tu, unisaidie. Naomba twende wote pale nyumbani. Uwezi kuongea na yule mgonjwa wangu. Labda tunaweza kupatikana suluhisho. Na kwa sababu hataji jina jingine tofauti na Sofia. Huyo mkaka yupoje yani? Ni mkaka fulani hivi. Amenyoa pembeni. Wa saizi ya kati. Sio mrefu sana wala sio mfupi. Dada nisikilize. Huyo mimi tayari nishamjua. Sawa? Na nilimpigia simu yani takriban mara 10 namuita hapa aje tuongee lakini hakutokea. Sasa mfikia wakati unazinduka unajikuta upo kitandani, hatujui nini alikufanyia katika ile chai. Ila cha msingi hata sehemu nyingine ukienda na kumpa umakini sana. Sio kila mtu anamwambia habari ya kuhusu madini. Inabidi tubaki siri yetu mimi na wewe. Na wewe rafiki yetu uliomwambia ila tuwe naye makini sana. Tena zaidi ya sana. Naona kama ishaanza kunitisha. Afu mimi nahisi yule pale alijua labda ina madini. Na ndio maana akafanya vile, lengo lake achukue madini yangu. Sasa basi, mimi kuanzia leo hii huyo rafiki yako sina imani naye tena. Yaani hata akiwa anakuja hapa nyumbani sitaki mazoea naye kabisa. Sikia rafiki yangu. Adui yako mweke karibu ili ujue nini anataka kutoka kwako. Kwa usimuonyeshe, sawa? Sawa bana rafiki yangu, mimi nimekuelewa.
Nampigia namtumia message hajibu. Afu sasa hivi unaanza kuniambia eti mimi niende nikampoze. Kweli dada? Hata kama ungekuwa wewe, mimi huyo mwanaume nimekaa naye takriban miaka 5 na hamna kazi yoyote anayofanya. Hamna kazi anayojishughulisha. Namwambia ajichanganye ufanye kazi lakini hamna. Yaani mimi ndo namlipia kodi, namvalisha. Yaani kila kitu mimi nampa mimi. Hata ingekuwa wewe dada, kweli ungeweza? Yaani kiufupi tu dada yangu. Yaani mimi na yeye basi. Yaani tushaachana kabisa, simtaki tena. Kwanza mimi nishapata bwana mpya. Kwa hiyo sitaki stress tena. Lakini dada, yule mtu anahitaji faraja sana. Na endapo japo angekuona hata mara moja, yawezekana angepata hata unafuu. Dada, na kuomba, nipo chini ya miguu yako. Naomba unisaidie mimi. Maki yule mtu yupo nyumbani kwangu. Na sijui nyumbani kwao ni wapi, sijui na sielewi. Naomba unisaidie. Wewe kama umeamua kumsaidia ni wewe. Yaani umeamua kumsaidia mtu umjui kwao, umjui jina, umjui chochote, ni wewe. Mimi sipo. Nasi tumeelewana dada. Okay. Basi sawa. Nisamee mimi. Mimi naondoka. Yeye watu wazima ovi. Yana ametoka kwa kabisa na miguu shasha mpaka hapa. Mimi nikajua analetea kitu cha maana labda hela. Kitu chenye katiti. Mwache afe huko kwani mmoja tunamjua mwache afe. Na kumpa langu pendo hakulithamini. Ona kaliacha lengo. Nyakati za furaha uponya maumivu. Vipi shoga yangu? Oliva yupo? Hapana, Oliva ametoka ameenda kunyosha miguu mara moja huko nje. Sasa sijui hicho nitakachokuambia, sijui ndio Oliva alichokuambia. Kitu gani hicho shoga yangu? Jana sasa alikuja kwangu. Najua unalifahamu wewe. Sasa alipokuja kwangu tukapika chai. Basi tukanywa. Lakini baada ya kunywa ile chai, nikaona mwenzangu ghafla amesemia. Niliogopa. Sasa sijui huwa anaumwa yule. Hapana rafiki yangu, sijali. Yule ninavyomuona, mimi naona yupo sawa tu. Ila nitakuja nikae naye nimuulize kama anaumwa, kuna kitu kinamsumbua, aniambie. Shoga yangu. Asije akawa anaumwa akaja akakufia humo ndani. Haya. Sasa mimi hapa nilikuwa na mchongo. Kitu gani hicho shoga yangu? Si unajua mimi na wewe urafiki wa muda mrefu. Yaani urafiki umefutika, umekuwa ni undugu. Si unajua? Kwa mimi nilikuwa nataka nikupe dili. Dili? Dili gani? Yale madini ya Oliva tuyachukue sisi. Hapana. Yule ni rafiki yangu akuni kijijini kwetu. Hata nimfanyie kitendo kama hicho. Hivi rafiki atajisikiaje? Shoga yangu, yule ni urafiki. Yule ni rafiki tu akuja kwanza. Mimi ndo hapa mjini town kitambo. Umesahau? Tumepiga mishengapi? Unamwandafia yule. Mfanya tuchukue madini yale. Unajua unaishi na mali humu ndani. Yaani unaishi maisha magumu humu ndani. Alafu una madini. Alafu mtu mwenyewe yani lazima apokelewe na jiji. Alafu watu wenye jiji ndo sisi hapa makontawa. Ila kama unachoongea ni jambo sahihi, afu sasa hivi maisha magumu. Napitia hali ngumu sana. Sio nimekuingia. Nifanyie kazi. Usijali rafiki yangu, mimi nimekubali tutalifanyia kazi. Sasa ndo maneno. Sasa rafiki yangu, usijali hilo limeisha. Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakulithamini. Ona kaliacha. Vipi mbona kwa hivyo? Dada, mimi nimekuja kwa swala hili moja. Nimekaa nimefikiria, nimeona hichi kitu hakijakaa sawa kabisa. Kwa sababu sisi tunakaa, tunakula, tunashiba, tuna relax, tuna enjoy. Alafu Dasha mimi hatujui kula anaishi vipi.
Alafu na mtu anayesababisha hayo yote ni bwana shemeji. Anakaa kwa ana enjoy, ana relax yani. Ana hata shida yoyote yani. Alafu dada yangu mimi sijui hata alipo. Mimi nimekaa nimefikiria nataka nikamwashie huko. Mimi naenda kumzingua huko. Nakushauri mdogo wangu, acha hicho kitu unachotaka kukifanya. Maana hicho kichwa chako nakijua vile vile. Dada, sio kirahisi kama unavyofikiria. Mimi namfuata huko huko kwake. Iwe mvua iwe jua, lazima kinuke. Naongea mimi kama dadako mkubwa. Sasa wewe jifanye kichwa maji. Yale nilokuambia usiyafatishe. Kitocho kukuta hapa usirudi. Na usimshirikishe kabisa. Na imani wewe ni Dula. Bila shaka hujakosea. Ndio mimi. Inaonekana wewe ni mtu wa kazi. Upo tayari kufanya hiyo kazi? Mimi nipo tayari muda wowote. Kikubwa sasa mpaka. Usijali, nimekuandalia kiasi kizuri cha pesa. Ingawa utaifanya kazi yangu kwa weledi mzuri. Kuna binti mmoja hivi anatembea na madini mfukoni. Nahitaji ukamkamate uchukue kwa nguvu. Maana mimi nimejaribu kufanya naona kwangu itakuwa ngumu sana. Alafu ni mtu wangu wa karibu sana. Kwao anaweza akanishtukia. Ndio maana nimekutafuta wewe uweze kunisaidia. Hilo halina shida. Hofu kwako tu. Kikubwa hiyo kazi inafanyika muda gani na ni wapi? Kazi tunaifanya leo hivi. Twende pale nilipomwacha rafiki yangu. Maana hili dili tupo wawili. Itapendeza tukifanya kazi kwa pamoja. Kama upo tayari, wewe nifuate. Hamna shida. Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakulithamini, ona kaliacha lengo. Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakulithamini, ona kaliacha lengo. Nyakati za furaha uponya maumivu, na hasa kimpata yule umpendaye, mapenzi ya kweli. Rafiki yangu ndio yule pale. Tunaweza tukaenda. Hamna shida, tunaweza kwenda. Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakulithamini. King Mtasingwa Computers ni wauzaji wa kompyuta aina zote, yani laptop na desktop. Pia wanauza printers aina zote, kamera aina zote, na accessories nyingine nyingi kwa bei ya jumla na rejareja. Tunapatikana Kariakoo, Dar es Salaam. Pia mikoani tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana. Karibu ujipatie bidhaa bora. Kwa mawasiliano, piga simu au WhatsApp namba 0753797329. Pia unaweza kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa jina hilo hilo la King Mtasingwa Computers. Karibu sana, kwetu mteja ni mfalme. Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakulithamini, ona kaliacha lengo. Nyakati za furaha uponya maumivu, na hasa kimpata yule umpendaye, mapenzi ya kweli ni tiba ya moyo, furaha yako kipenzi.